Thank you very much, Your Excellency, the former Vice President, Excellency Governor, Deputy Governor, Honorable Members of Parliament, Mama Veronica na familia ya Kimanzi, kanisa, waombolezaji wenzangu, mwaini museo, mabinda onde, mlembe. Oh, mnajua hiyo pia. Asanteni sana. Tumekuja hapa kusema pole kwa familia ya Kimanzi. Nilimjua wakati alikuwa anafanya na Mheshimiwa Kalonzo akiwa the 10th Vice President. Mimi nilikuwa mbunge kwa bunge la 10 na baadaye nikawa waziri wa haki. Nilichukua pahala pa hayati Mutula Kilonzo na nilikuwa nafanya chini ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kama Vice President wetu, Mheshimiwa Raila akiwa Prime Minister na mzee wetu Mwai Kibaki akiwa rais wetu. Kwa hivyo nikimjua Kimanzi, ilikuwa a critical time in our history. Kiangalia hiyo eulogy, hiyo miaka 2008 up to 2013 is a juncture in our history that will never be forgotten. And it is a juncture in our history where Stephen Kalonzo Musyoka will never be forgotten. He stood in the gap for this country. Wengi hawezi elewa how close we came to losing our country wakati wa 2007-2008. Ile vita vilikuweko post-election violence. Wakati tulikuwa na siasa ya chuki, kawa na siasa ya 41 against 1, tukawa na siasa ya kuita jamii majina, hawa ni madoadoa, hawa ni kwekwe, na watu wengi waliumizwa sababu ya hiyo siasa chafu. Lakini yule alisimama na mzee Kibaki akaokoa nchi hii, alikuwa none other than Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Na the aid yule alikuwa naye ni ndugu yetu Kimanzi. Mimi nilikuwa naelekea kule Western, nina matanga kule, lakini nikaambia Mheshimiwa Kalonzo, Kimanzi stood with you when you stood with Kenya when it mattered most. We must come and pay our respects. Hiyo ndio sababu tumekuja hadi hapa. Na tunasema pole kwa familia. Na vile vile tumekuja hapa pia kusema nchi yetu vile inavyoelekea haiko sawa. Ile siasa tuliona 2007-2008 ya kuita jamii majina, hiyo siasa imeanza kurudi. Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Leo nataka niambie wenzetu wa Kenya Kwanza na PS wetu Mweke is my very good friend. Nataka nimtume sababu ujumbe utafikia yule jamaa anaitwa Zakayo, siku hizi anaitwa Kasongo. Yale wameanza kufanya, ile lugha tumesikia siku 6 ziara wamekuwa kwetu Western. Wanaanza kulenga jamii fulani. Jamii ya Mlima Kenya, wakaanza kusema ya kwamba hawa watu wa Mlima we must isolate them, sisi to unite against them, na walitumia kijana wetu anaitwa Dan Wanyama kule. Hiyo siasa ni siasa mbaya, inaweza ikaribu nchi hii. Kwa ziara zao siku 4 Northern Kenya, tumeanza kusikia wakiongea juu ya jamii ya Wakamba, wakisema wale watu wa Ndengu. When you start profiling communities, mkianza kuita jamii majina, mnaanza kutenganisha nchi. The president under Article 131 is a symbol of national unity. And it is his ultimate duty to ensure that we promote unity of our nation. Now we avoid any language that can divide our country and our nation along tribal lines. Ile lugha tumesikia kule Northern Kenya. Bwana Mweke, tell your boss he owes the Kamba nation an apology.
Mimi nikitembea hapa, nikiangalia hapa nyuma nimeona iko ndizi, kiangalia nyuma hapa naona iko maembe, nimeona mahindi, na hata nikipita kwa Kalonzo leo nimeona ng'ombe, si kuona ndengu peke yake. Sasa yake sema huyu Kalonzo mtu wa ndengu hajui mambo ya ng'ombe, asituambie juu ya ng'ombe. Leonard Mabo Mbotela ameaga dunia, angekuwa hapa angemuuliza, je, huo ni ungwana? Ni ungwana kweli jamani? Na hiyo ni sababu Mheshimiwa Kalonzo alimwambia ukweli juu ya chanjo za ng'ombe. Na Bwana Mweke, you are young man, unatoka sehemu hii. Kama Ruto hajui kuna ng'ombe Ukambani, wewe mwambie wewe unatoka Ukambani na unajua kuna ng'ombe huko. So asikosee jamii heshima. Wakamba ni watu wa bidii, ni wakulima, ni wafugaji, ni wanabiashara, ni wasomi, na kama anaongea juu ya PhD, we have some of the best PhDs from Ukambani hapa. Mimi yule alinifunza sheria is none other than Professor Kivutha Kibwana. Yeye ako na PhD kamili, wachana na hiyo ya Bwana Ruto. Huyo ndiye alinifunza mimi constitutional law, nikaja nikawa Minister of Justice, nikafanya chini ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. So kwa hivyo aheshimu jamii, wanasema heshima si nini? Si utumwa bwana. Hilo tu ndio tunakuomba Bwana Mweke, uende umueleze, na vile vile ujue watu wameanza kumuita Kasongo sababu ya uongo mwingi. Anasema uongo mwingi, anatenga hii, anapanga hii, anaweka. You're also running in danger Bwana Mweke. I've known you've been a very good friend of mine. Umeanza kuongea ile lugha ya Kasongo ya kutenga 150 million, nimetenga 100 million, nimetenga 300 million. Ai! Jamani, huu ni mwaka wa 3 wa hii serikali yenu Bwana Mweke. Bado mnatenga, mnapanga, mnaweka, simulete pesa Ukambani. Mmekuwa mnaongeza ushuru kila uchao. Ati mlikuwa mnasema mnaongeza ushuru ndio msijikope pesa nje. Ushuru mmepandisha, la bado mnajikopa pesa hata kuliko Uhuru Kenyatta. Na hizi pesa ambazo mnatenga na kuweka, mwaka wa 3 haujaona ile barabara wanasema hii ya Kibwezi silikwama. Tangu Uhuru atoke silikwama. Kuna kilomita hata moja William Ruto ameongeza. Bado wanatenga tu. Na sisi leo tuseme ukweli, tuseme jamani. Tuambie tusiwambie. So hapo ndio sisi tuko tunasema hii mambo ya kusema uongo mwingi ndio inafanya mambo haendi sawa sawa. Na uongo huu hadi sasa jamani wamekuwa wanadanganya dunia nzima ya kwamba Kenya Kwanza ndio majority kwa bunge letu. Jana historia imewekwa. Huyu kijana wetu Ndegwa, timu yetu ilienda kotini. Jana mahakama ya Kenya yamesema ya kwamba the majority, ile muungano ilipewa majority kura Kenya hii, ilikuwa ni muungano wa Azimio. Na kuna mambo Gautama Buddha once said, 3 things you cannot hide: the sun, the moon and the truth. Kwa miaka miwili wameficha huu ukweli ya kwamba they are minority government. Ukiangalia map ya Kenya, Ukambani hii Lower Eastern was blue. Ukienda Western kwetu huko ilikuwa blue. Pwani blue, Northeastern blue, ukienda Nyanza blue, Nairobi. 6 regions. Majority ilikuwa ni Azimio. Hawa jamaa walishinda region 2 tu na wakanyakua kusema wao ndio majority. Tarehe 6 mwezi wa Oktoba. This is the date that will live in infamy. Just the way the January 6th lives in infamy in Washington. In our parliament, October 6th will live in infamy because that is when one of the worst rulings was made in the history of our parliament by one of the most biased speakers. Anatoka huko kwetu anaitwa Weta. Na sababu ya hiyo artificial majority that was created through that bad ruling,
ndio mnaona zile sera mbaya zote, sheria mbaya zote zimepitishwa because of the tyranny of numbers, the artificial majority that was created. Hii sababu PS wa livestock hapa, hiyo ilikuwa ni kama artificial insemination ambayo ilifanywa, waliokuwa minority wakajifanya ni majority, na hiyo kitu ndio imeharibu Kenya. Hiyo ndio imefanya sasa Kenya hii sheria zote mbaya zilipitishwa sababu ya tyranny of numbers, and we have seen tyrannical leadership under William Ruto. NHIF ilikuwa inafanya, wakaleta kitu inaitwa SHA. Huko kwetu kitu huyu kijana wetu PK Salasa ameambia Ruto SHA haifanyi. Watu wameambia Ruto Western juzi, huko kwetu SHA haifanyi. Huko kwetu inafanya? No, sema huyu bwana mweka aenda ambie mdosi wake bwana. Huko SHA inafanya? Tulikuwa na ile HELB ilikuwa inafanya, university students wetu walikuwa wanapata pesa. Wakabadilisha wakaleta ile new university funding model. Hiyo kitu imetupiliwa mbali na mahakama sababu haifanyi. Tuko na mambo mengi ambayo tulikuwa tumesema iwe voluntary, kama mambo ya housing tukiwa Jubilee. Sasa saizi unaambia ukiwa hapo Ukambani lazima ulipe ushuru wa nyumba, upende usipende. Na labda wewe ni mwalimu hapa kwa Bonza, umechukua kaloni kako, umejenga nyumba yako ama umejengea wazazi wako, na unaambiwa sasa lazima utoe ushuru wa nyumba, upende usipende. These are some of the bad laws and policies zinazoumiza watu. Mkikaa hapa tumekuja kuomboleza wengi hapa. If you have a payslip yako tangu hii watu ya bottom up waingie, vitu imekuwa inaenda up na payslip yako inaenda wapi? Down. Ama nyinyi mko sawa jamani? So hii ndio sababu sisi tumesema we welcome the ruling ile imetolewa jana ya kihistoria, sababu imeset the record straight, na sisi tunasema lazima tufanye what we must do. Tunaunda muungano mpya sababu Azimio, because of the delay in delivering justice, kuna wenzetu walitoka Azimio wakaenda kwa Zakayo, wanasema mpanda farasi wawili hupasuka nini? Msamba. So Azimio ilikuwa imepasuka nusu, iko serikali, nusu tuko hapa chini ya uongozi wa Stephen Kalonzo Musyoka. Sasa hii ruling ambayo imefanywa inaonyesha we are the majority, but justice delayed is justice denied. Wenzetu washaenda, na sisi tunasema will not cry over spilt milk. Tunataka sasa tujipange, we build a new super alliance ambayo italeta super majority, ambayo italeta serikali mpya, ita reverse NHIF. NHIF irudi, ambayo itatoa hii mambo ya housing levy, hii mambo ya chanjo. PS umesema itakuwa voluntary, but you have not told us the role of Bill Gates na mambo ya ng'ombe kunyamba. Hiyo hujaeleza hawa Wakamba waelewe. There's something sinister kwa hiyo mambo. Na huko kwetu Bwana Kalonzo, sisi kwetu tumesema kuchanja ng'ombe tawe. Sitaki niseme kuliko hapo, nataka niwaambie tuko pamoja, na nishukuru watu wa Ukambani sababu ya the Wiper Democratic Movement. Ninyi ndio mmeshikilia Kenya hii. We must thank His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka for the steady leadership. That steady hand is what is required to lead this country forward. Nishukuru wabunge, mumesimama imara kukataa mambo ya Zakayo Finance Bill 2023. Wabunge wa Wiper walisema tawe. Finance Bill 2024 mkasimama imara. Hata mambo ya Gachagua hiyo mkakataa hiyo maneno. Wema hauozi. Nimekuwa kule Mlima na Rigiji, watu wa Mlima Gema sasa wameanza kuona wana marafiki hapa Ukambani. Tunawaomba mshikilie huyu Stephen Kalonzo Musyoka. Mumshikilie na mikono ngapi? Mbili. Mbele iko sawa, tutembee pamoja, remain rock steady as you have been. Kule wana DAP
Western tuko tunajipanga na huyu bwana Kalonzo, Ligiji kule Mlimani anajipanga, tutembee pamoja, tupeleke Zakayo nyumbani, Kasongo asonge polepole hadi Sugoi. Asante, Mungu awabariki.